vipi mtazamaji wa NJTV? Leo niko katika mitaa ya Ilala Bungoni katika chuo cha waandishi wa habari. Nimekutana na dada hapa, atajitambulisha halafu nitamuuliza swali. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Jina lako nani? Masomo darasa gani? Wanafahamu kama na Sharifa, nasoma diploma wa elimu. Okay. Naomba nikuulize, ni athari gani ushawahi kupata kuhusu urembo? Kwenye swala la urembo, kwanza mimi kama mtumiaji wa bidhaa za urembo au mwathirika, cha kwanza nilikuwaga sina tabia kupima uso. Nilikuwa nikiona fulani ameglow, amependeza, namuuliza tumia nini, na naenda kununua napaka. Natumia nini, nabadilisha. Nikiona tu fulani ameglow tu, basi na mimi nabadilisha, naenda kuglow, kupendeza kama yeye. Nikapata athari ambazo mpaka sasa hivi vimepungua, ila uso wangu nadhani unauona. Nilikuwa na vipele, yaani sio vipele vidogo vidogo, vilikuwa vikubwa, vipele mbichi. Lakini baada ya kwenda sehemu fulani kupima ngozi yangu na kujua ni aina gani ya ngozi na bidhaa gani ambazo zinastahili kutumia kuanzia bei yangu na mpaka nisipokuwa na bei, yaani pesa, nimejua kwamba hii bidhaa ndio itakuwa nzuri. Unaona hata uso wangu sasa hivi unakuwa na nuru tofauti na zamani. Nadhani ulikuwa unajionea nilikuwa mpaka navaa nikabu, uso ulikuwa hautamaniki. Ushauri wangu nilikuwa naomba watu wapime ngozi. Tuachane na ile kasumba ya kusema kwamba Mariamu ameglow, ngoja na mimi nitumie anachokitumia, au fulani ameglow na mimi nitumie. Hizi skincare zina watu wake. Yaani skincare na fulani sisi tusianganie kufanya. Hata mmoja wapo utapata kama mimi. Mipele mikubwa, unaona aibu. Sisi ni wanawake. Okay. Yaani hivyo vipele vilivyotoka, yaani ni aina moja ya losheni au ni aina gani ya product ambayo ulitumia? Ni aina moja au ulichanganya? Hapana, sichanganya. Nilikuwa ni mtu ambaye nina kasumba kwamba nikimwona fulani amependeza, namuuliza unatumia kitu gani? Ananiambia hiki na hiki na hiki. Basi na mimi naenda kununua na kutumia. Nikikutana na mtu mwingine, nikiona mbona kama huyu kaanga kuliko ile nyingine, naona inanichelewesha, naachana nayo, nanunua ile nyingine, natumia. Kwa hiyo ndo madhara nilianza kupata. Na umefanya hivyo yani kwa watu wangapi mpaka nikufikia, yani mpaka kuja kugundua kwamba nikiendelea kufanya hivi nitazidi kuharibika? Yaani ni watu wangapi ambao umeona huyu kapendeza ukamuuliza, umeona tena yule amependeza ukamuuliza, yani kwa watu wangapi mpaka kufikia kuona hapa sasa nazidi kuharibika? Ni kama almost miaka mitatu hivi nina hiyo kasumba, ila mwaka huu nashukuru Mungu nimekuja kujigundua mapema kabla sijapata kansa ya ngozi. Yaani miaka mitatu unauliza tu fulani umependeza, unatumia nini? Ndio, afu siko mimi peke yangu, na Tanzania wengi ambao tuna hiyo kasumba kwamba ukimwona mzee amependeza unamuuliza unatumia nini, na mimi naenda kutumia. Lakini sio wote ambao watauliza wataharibika, si ndio? Ndio, si unajua tena, ndio maana nilikwambia nilienda kupima ngozi kwa sababu uso wangu mimi hauhitaji vitu ambavyo vinagusa. Sasa vile bidhaa nilizokuwa natumia kuna ambazo zilikuwa zinanikubali na zilizokuwa zinanikubali mashallah. Kwa mtoto alhamdulillah. Ambazo zilikuwa zinanikataa na zilikuwa zinanikataa haswa. Yaani zikinikataa ni mapewe kama nilikwambia makubwa kule maji. Kwa hiyo baada ya kwenda kupima ngozi ukapewa dawa au ulifanya nini, yalitokaje? Baada ya kupima ngozi walinipa product ambazo nazitumia mpaka sasa hivi. Sasa hivi ni wiki ya pili, naona kama mabadiliko kwenye uso wangu nimebadilika kwa kiasi kikubwa kama 75%. Naona nashukuru Mungu kwamba uso wangu umekuwa vizuri na nishajua kwamba kipi nastahili kutumia, kipi sitahili. Na ile kasumba nimeiacha na ningetoa elimu kwa watu kwamba ile kasumba tuiache, sio nzuri sana hasa sisi wadada. Haya, unawashauri nini ni watu ambao mimi nimependeza, yule kapendeza, unataka mimi yani nimemwona yule kapendeza, nikienda kumuuliza unatumia nini? Unawashauri nini watu kama hao? Wasije wakawa kama wewe miaka mitatu unauliza tu jamani umependeza natumia nini, unatumia. Unawashauri nini watu kama hao? Nawashauri kwamba waache hiyo kasumba ya kudhani kwamba kila anayependeza au kitumia na wewe utapendeza. Watu wengi wamekuwa na sugu kwenye uso. Unakuta mtu mashuhuri mweupe lakini sasa anakuwa na rangi kama nasema wa kitenge, kwamba kila aina ya rangi ipo usoni kwake, anakuwa hapendezi. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tuachane na hiyo kasumba. Jaribu kupima ngozi zetu na kujua ni product gani ambazo zinastahili kutumia ndani ya uso zetu ili tuwe vile ambavyo tunahitaji sisi.
Okay, nadhani mpaka hapo tumefikia mwisho. Nadhani nimemsikia dada ameeleza kwa urefu kabisa, yaani ni product gani ambazo tunaweza tukatumia na tukawa kwenye hali nzuri, lakini yeye ameanza kwanza kupima uso wake na kujua ni product gani anatakiwa atumie. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa video yetu. Usisahau comment, kushare na kusubscribe.